Habari ya leo mama, baba au mlezi, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Na leo tunaenda kuzungumza kuhusu dalili za mwisho kwa mjamzito, yaani zile ishara ambazo zinaonyesha kwamba muda wa kujifungua umekaribia au umefika kabisa. Kama wewe ni mjamzito au una mlezi au mwenza au mjamzito, hii video ni muhimu sana kwako. Kwa hiyo kaa nasi ili tuweze kufundisha na kuelekeza ni jinsi gani ambavyo unaweza kujitatua kwa haraka zaidi na kufika hospitali zaidi. Lakini pia kaa nasi au kaa na video hii mpaka mwisho wa kipindi hiki. Leo tutazungumzia hizo dalili, na dalili ya kwanza tunaona ni maumivu ya uchungu. Na dalili ya kwanza hii ya maumivu ya uchungu ni wa kweli kabisa. Haya maumivu yanaweza kuja kipindi maalum na huongezeka taratibu na kwa nguvu, na hayapungui hata ukibadilika au ukabadilisha mkao ulivyokuwa umekaa, haiwezi kubadilika pia. Tofauti na uchungu wa mazoezi au uchungu wa kweli unaendelea kuongezeka na kwa mpangilio maalum. Lakini pia tunaangalia nyingine, kupasuka kwa chupa ya maji. Dalili ya pili ni maji kutoka ukeni, na hii maarufu kama kupasuka kwa chupa ya maji. Unaweza ukajikuta ukiyasikia maji yanatiririka ghafla au ukahisi unyevunyevu unaoendelea kidogo kidogo. Ukiona hali hii, tafadhali ni muhimu kwenda hospitali mara moja, hata kama uchungu bado utakuwa haujaanza. Na dalili ya tatu tunaona ni kutoka kwa ute mzito wenye damu. Mara nyingi huu ute unaambatana na damu kidogo, sio damu nyingi, na hii hutokea pale shingo ya uzazi inapoanza kufunguka na kujiandaa kujifungua. Lakini pia hii ni ishara kuwa muda wa kujifungua umekaribia. Na dalili ya nne ambayo tunaweza tukaiangalia kwa siku ya leo ni kushuka kwa mtoto tumboni. Dalili ya nne hii ya kushuka kwa mtoto tumboni inakuwa zaidi kwenye nyonga, inashuka chini. Mama anaweza kuhisi kupumua kwa urahisi kabisa, lakini pia kwenda haja ndogo mara kwa mara, lakini mara nyingi hutokea siku au wiki chache kabla ya kujifungua. Lakini pia kuna maumivu ya mgongo wa chini. Dalili hii ya tano ya maumivu haya huwa yanaambatana na maumivu ya tumbo. Utajisikia tumbo wakati mwingine linauma. Hii ishara huwa kwamba mwili unaanza kujiandaa kwa ajili ya uchungu. Lakini tukiangalia kwamba dalili ya nne, tunaangalia kuna kuharisha au kichefuchefu mara kwa mara. Na dalili hii mwili huanza kujisafisha kabla ya kujifungua. Hii hutokea kwa baadhi ya wanawake siku moja au siku chache kabla ya uchungu ule kuanza. Unaanza na dalili hiyo. Lakini tukiangalia pia dalili ya saba ni unaweza ukakuta kuna kuongezeka kwa shinikizo la sehemu za chini. Na dalili hii, shinikizo kali kwenye nyonga, utajisikia kwamba mama anaweza kuhisi kama mtoto anasukuma chini au kama kuna kitu kinatoka kwa uharaka zaidi. Lakini hii ishara ni kuwa kwamba kichwa cha mtoto kiko tayari kupita kwenye njia ya uzazi na kwa haraka zaidi. Muhimu sana kujua, ukiona mojawapo ya dalili hizi, uchungu unapokuja kila dakika 5 au chini yake, maji hupasuka, damu nyingi kuliko kawaida zinatoka, lakini pia mtoto hatoki kama kawaida, nenda hospitali mara moja ukiona umekuwa na hizo dalili. Lakini nahitimisha kwamba kwa kifupi zaidi kwamba hizi dalili 7 za mwisho wa mwanamke kujifungua au wa mjamzito zinaonyesha kuwa muda wa kujifungua umefika au umekaribia. Kwa hiyo ukizipata, utaanza kujiandaa kufanya maandalizi kwa ajili ya kujifungua. Kama kwa mfano uchungu wa kweli ukianza kusikia, lakini pia maji kupasuka na ute wa damu ukianza kuona, lakini pia ukisikia mtoto ameshuka au maumivu ya mgongo, kuharisha au kichefuchefu kama nilivyoelekeza hapo mbele, shinikizo la sehemu za chini. Ukiona hizi dalili zikawa hizi au tofauti kidogo au kidogo chake, unaweza ukakimbia hospitali. Lakini ukumbuke kwamba hizi dalili 7 zote ambazo nimefundisha ni tofauti kulingana na mama mwenyewe. Sio kila mama anaweza kupata hizo dalili zote, huwa dalili zinatofautiana. Kama umejifunza kitu leo, tafadhali like video hii, lakini pia subscribe na kushare kwa wamama au familia inayosubiri kupata mtoto ili waweze kugeni kitu kingine. Lakini niwaambie kwamba asante kwa kutazama video hii, na tunakuombea wewe mama ambao unaelekea kujifungua ili uweze kupata uzazi salama. Tukutane kwenye video inayofuata.